Msikilizaji mpendwa, popote ulipo na kusalimu. Ujambo, anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Napenda kukusalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wakati huu ningependa kuzungumza nawe juu ya mambo machache mno. Jumapili iliyopita nilizungumza nawe habari za mtu aitwaye Lutu. Nikakueleza ya kwamba aliangamiza familia yake kwa sababu ya uchaguzi mbaya. Na nikakueleza ya kwamba nitakueleza juu ya mama ambaye alisaidia familia yake kufaulu. Na sasa mpendwa, bila kupoteza wakati, ningependa tuweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu, tawala midomo yangu, ninaposema neno lako, ni neno yale ambayo yatasaidia msikilizaji mpendwa. Masaa haya ninapozungumza na msikilizaji mpendwa, hasa yule wa Tuliza FM na yeyote yule atakayekuwa ananisikiliza, ninaomba Roho wako Mtakatifu asaidie yeyote anayenisikiliza aweze kulifahamu neno lako, hata nami pia niweze kulielewa. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Msikilizaji mpendwa, katika neno la Mungu linatushauri ya kwamba kulingana na Waefeso sura ya 6 ya kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, au mlee mtoto katika njia ya Bwana. Hebu niweze kwenda katika Waefeso sura ile ya 6. Waefeso sura ya 6, Paulo akiwaandikia Waefeso akasema maneno yafuatayo. Hebu niende katika lile fungu la 4, inasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Mtu aitwaye Lutu alishindwa kuwalea watoto wake katika maonyo ya Bwana, na ndiyo sababu waliweza kupotea, na hata yeye naye pia akaweza kupotea, na hatimaye familia yake ikapotea na ikaangamia, hata ikawa haitakumbukwa katika uso wa dunia. Mpendwa, napenda nikuambie ya kwamba mtu aliyeandamana naye ambaye alikuwa anaitwa Ibrahimu alilea familia yake katika maonyo ya Bwana, na ikawa itakumbukwa katika uso wa dunia, na kwamba itakumbukwa milele na milele. Mpendwa, napenda nikukumbusha ya kwamba mtu aliyekuwa anaitwa Noa alilea familia yake katika maonyo ya Bwana, na familia hiyo ndio ilifanya dunia iwe na watu leo. Sasa mpendwa, napenda nikuambie ya kwamba wahenga wanasema ya kwamba asiyefunzwa na mama hufunzwa na ulimwengu. Sasa leo nataka nikukumbushe habari ya mama ambaye niliongea mambo yake zamani, lakini napenda nikuambie ya kwamba si vibaya kuyikumbusa mambo mema, maana hata katika Biblia huwa tunayikumbusa mambo mara kwa mara, au huwa tunasoma maneno katika Biblia mambo yaliyo mema, na tunayarudia mara kwa mara. Lakini leo tutayasoma kwa njia tofauti mno. Ila pia napenda nikukumbushe ya kwamba mambo yale ya Lutu yaliandikwa kwa njia ambayo nataka nikukumbushe kwa namna ambayo sikukuelezea siku ile ya Jumapili iliyopita kama leo. Ni ya kwamba Sodoma na Gomora
ilichomwa na moto wa kiberiti, mfano wa vile dunia yote itakuja kuchomwa na moto, dunia nzima. Vipi? Enda pamoja nami katika Malaki sura ya 4. Fungu la kwanza inasema, maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao watendao uovu watakuwa makapi. Siku ile inakuja, itawateketeza, asema Bwana wa majeshi. Hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawashukia lenye kuponya katika mabawa zake, nanyi mtatoka nje na kuchechecheza kama ndama wa masizini, nanyi mtakanyanga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile nifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Ya kwamba siku itakuja ambayo watu wenye kiburi, waovu, watateketezwa na moto, watakuwa kama majivu. Ndipo Ufunuo sura 20 nasema pia ya kwamba shetani pia atateketezwa, waovu watateketezwa kama vile Sodomu na Gomora ilivyoteketezwa na moto, ndivyo waovu watateketezwa. Mpendwa, lakini nani watakaoteketezwa na moto? Ni waovu, lakini wenye haki hawatateketezwa. Lakini kumbuka ya kwamba watu wa Sodomu na Gomora walionywa kama vile leo wahubiri wanawaonya watu waweze kutubu. Na kumbuka, kama vile watu wa Sodoma walivyofanya mioyo yao migumu, wakafanya mioyo yao kuwa migumu, mpaka moto wa kiberiti ulivyotoka mbinguni ukawateketeza. Hata binti za Lutu ama watoto wa Lutu wakachomwa na moto, kwa sababu hawakusikia maonyo ya Mungu. Hata baba yao Lutu alipowaonya hawakusikia, wakateketezwa. Siku zijazo, wakati Yesu atakuja, dunia itachomwa na moto. Waovu watachomwa, hawatachomwa kwa sababu hawakuonywa, ila watachomwa kwa sababu walionywa na hawakusikia maonyo. Sasa sikia mpendwa, niongelee mambo ya mama wa ajabu ambaye mumewe aliitwa Amram. Sikia, mama aitwaye Yokebendi. Ninasoma kitabu kiitwacho Wasee na Manabii. Kama huna kitabu kama hicho, na kusii, unaweza, kama ni Mumero ambaye anakaa stendi ya Meru Town, tembelea nduka ya mtu aitwayo Sipiliano Konjiro, stendi ya Meru Town, ama nenda Nairobi. Utaenda pale Nairobi, opposite CID and quarter ile ya zamani, utaona duka ambalo liko mahali paitwapo ama LMS, opposite CID and quarter ile ya zamani. Utapata duka pale, utafute kitabu kiitwacho Patrick and Prophets. Lakini hapa niko nacho kitabu kiitwacho Patrick and Prophets, ila ni ya Kiswahili itwayo Wasee na Manabii. Ndicho kitabu hiki unachokiona, kurasa 250. Na kama pengine utakihitaji, unaweza kuniandikia Pastor Mutuma Senior. Utaandika kwenye YouTube yangu ama kwa channel ya YouTube yangu Pastor Mutuma Senior. Utaniandikia, nitakushauri ni namna gani unaweza kukipata Pastor Mutuma Senior. Kwenye YouTube yangu utaniandikia, nitakushauri namna kukipata. Ninasoma maneno yasemavyo hivi, kurasa 250 nasema, wakati amri ilipokuwa ikitekelezwa kikamilifu, mtoto wa kiume alizaliwa kwa Amram na Yokebendi, Mwisraeli mcha Mungu wa kabila la Lawi. Huyu alikuwa ni mtoto mzuri na wazazi wake
huku wakiamini kuwa muda wa kuachiwa huru kwa wana wa Israeli ulikuwa umewadia na kwamba Mungu amemwinua mkombozi kwa ajili ya watu wake. Walidhamiria kwamba mtoto wao mdogo asingeweza kutolewa kafara. Imani kwa Mungu iliamrisha mioyo yao, wala hawakuogopa amri ya mfalme. Kulingana na Waebrania sura ya 11:23. Huyu mama aitwaye Yokebendi, mama Mwisraeli, alifanya nini? Sikia sasa. Huyu mama aitwaye Yokebendi, mama Mwisraeli, mumewe Amram alifanya nini? Sikia sasa. Mama huyu alikuwa na binti aitwaye Miriam. Mama huyu akatengeneza kikapu, akalasa huyu mtoto wake, akaenda akamweka katika mto Nairo. Akamweka katika mto Nairo. Akaagiza huyu binti yake aende amchunge pale mto Nairo, akamweka kando ya mto Nairo. Ndipo akamwagiza ndanda yake huyu Miriam awe anamchunga huyu mtoto akiwa pale kando ya mto Nairo. Sasa sikia, mama huyu akafanya nini? Huyu mtoto akiwa kitoto kidogo, akawa anamnyonyesha, anampatia ndanda yake, akawa anamweka pale wapi? Pale mto Nairo. Asubuhi baada ya kumnyonyesha anamweka pale. Mtoto huyu akawa anakuwa akimfundisha kumjua Mungu. Lakini kando na hiyo, sasa sikia mama huyu. Sasa inasemekana ya kwamba mama huyu mambo aliyoyafanya makubwa sana. Nitakusomea hapa. Nisome maneno kurasa 251 inasema, Mungu alikuwa amesikia maombi ya mama huyu, imani yake ilikuwa imesawandiwa. Ni kwa shukurani kubwa sana ambayo kwayo aliingia kwenye kazi hii salama na ya kufurahisha. Kwa uaminifu alitumia fursa yake hii kumfundisha mtoto wake kwa ajili ya Mungu. Aliamini kabisa kwamba alihifadhiwa kwa ajili ya kazi fulani kubwa, na alifahamu kwamba punde tu lazima akafidhiwe kwa mama yake wa kifalme na kusungukwa na mivuto ambayo ingeelekea kumwongoza mbali na Mungu. Haya yote yalimfanya awe na bidii na kuwa mwangalifu zaidi kuhusu elimu yake kuliko ilivyokuwa kwa watoto wake wengine. Alijitahidi kujaza akilini mwake uchaji wa Mungu na kupenda ukweli na haki. Sasa sikia, mama huyu alijitahidi kuweka akilini mwa huyu mtoto kumjua Mungu na kumpenda Mungu. Akilini mwa huyu mtoto wake Musa. Sasa sikia, nikuambie pengine kitu hujawahi jua maishani mwako. Na mimi nilikuwa sijakijua maishani mwangu. Kwa muda wa miaka zaidi ya 60 nilikuwa sijakijua mpaka nilipopata kijitabu hiki, au mpaka nilipopata kitabu hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu niwe mchungaji, tangu nianze kuhubiri zaidi ya miaka 60, kuna mambo nilikuwa sijajua mpaka nilipokutana na kitabu hiki, ya kwamba huyu Yokebendi alijitahidi kuombea Musa, alijitahidi kufundisha Musa zaidi ya Miriamu, zaidi ya Haruni, akamfundisha kumjua Mungu zaidi, akamwombea Mungu zaidi ya Miriamu, zaidi ya Haruni. Kwa nini nimekuja kuelewa hivyo? Ni kwa sababu maisha ya Musa yakawa tofauti sana na ya Haruni,
yakawa tofauti sana na ya Miriamu. Sasa angalia, maneno yote yaliyowekwa ndani ya Musa, imani iliyopandwa na ndani ya Musa na mama yake ilimfanya kukataa ufalme, ikamfanya kukataa pesa, ikamfanya kukataa utajiri ambao watu wanakimbizana nao, utajiri ambao wachungaji wanakimbizana nao, utajiri ambao viongozi wa dini wanakimbizana nao, hata maaskofu, utajiri ambao viongozi wa serikali wanakimbizana nao, utajiri ambao wafalme wanakimbizana nao, utajiri ambao wamama wanakimbizana nao, akaukataa. Na mama yake alijua ya kwamba akiingia pale nyumba ya kifalme, akionja chakula kitamu, akiona warembo pale, akivutiwa nao, kazi ya Mungu hataipenda, kazi ya kuongoza watu wa Mungu hataipenda. Akiona wale warembo akivutiwa nao, mambo ya kuongoza watu wa Mungu ataisahau milele. Akiona ile fahari ya kiufalme, mambo aliyowekwa ndani yake na mama yao atayasahau. Lakini ile imani iliyowekwa ndani yake na mama yao iliyaona hayo yote ni bure, iliona pesa ni bure, iliona utawala ni bure. Mawazoni mwake akaona ya kwamba kupenda Mungu kuna dhamani zaidi hata ya pesa. Imani iliyowekwa ndani ya moyo wake na mama yake ikaona kupenda Mungu kuna dhamani, ikaona mbingu ina dhamani zaidi hata ya pesa. Mawazoni mwake yakawa nauliza, ni lini nitaongoza Israeli kwenda Kanaani? Ni lini nitaenda mbinguni? Ni lini Yesu atakuja nimuone? Mpendwa, yale yaliyowekwa ndani yake na mama yake hayakutamani hata chochote Misri. Na hata binti ya Farao alipomchukua hata hakutamani chochote pale Misri. Lakini sikia, kwa sababu Miriamu hakunjazwa ukweli mwingi ndani yake na mama yake, ndio sababu naona analalamikia Musa. Ndio sababu naona analalamikia Musa. Ukienda pale katika Hesabu, hata analalamikia Musa, anasema sasa huyu mbona yeye anajifanya ate mkubwa? Mbona anajifanya ate mkubwa? Ate yeye anajifanya ate ni mkubwa, analalamikia Musa. Angalia Hesabu 12 nasema, kisa Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke mkusi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke mkusi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa na tu hakunena na sisi? Bwana akasikia maneno hayo. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriamu, akawaambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutana. Basi hao watatu akatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriamu, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikieni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivi ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wasiwasi wala si kwa mfumbo. Na umbo la Bwana yeye nitaliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Hasira ya Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale. Tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma. Sasa sikia, Miriamu akapatwa na ukoma kwa sababu ya kunena vibaya juu ya Musa. Miriamu amepatwa na ukoma kwa sababu gani? Amenena ubaya juu ya Musa. Sasa wacha nipupise habari. Angalia, Haruni na yeye ndiye alitengeneza ndama.
Musa alipopanda mlimani, Haruni akatengeneza ndama. Kwa nini? Alikuwa hana imani kubwa kama nani? Kama Musa. Kwa nini? Mama yake hakufanya kazi kubwa sana ya kumwombea, hakufanya kazi kubwa sana ya kumfundisha kama alivyofundisha Musa. Sasa mpendwa, Yokebendi alifanya kazi kubwa sana ya kumfundisha Musa, maana alijua ya kwamba yeye ndiye atakomboa wana wa Israeli. Alijua ya kwamba yeye ndiye atatwaliwa kupelekwa katika nyumba ya Farao. Na alijua ya kwamba yeye ndiye atachukuliwa na binti Farao. Alijua ndiye atachukuliwa na binti Farao. Na kama angefanya kazi kubwa sana kumsomea ama kumfundisha, kumwombea na kumfundisha, hakika wana wa Israeli hawangekombolewa. Kumbuka, wakati Musa alisaliwa ndio vitoto ama watoto wa kiume ndio walikuwa wanauawa. Lakini wakati wa Haruni watoto wa kiume walikuwa hawauawi. Amri ya kuua watoto wa kiume ilitolewa wakati Musa alisaliwa. Na ndiyo sababu mama ya Musa alichukua nafasi kubwa sana kumwombea. Lakini sasa wito wangu kwa wamama wote ni ya kwamba chukueni nafasi kuombea watoto wenu. Wawe ni wa kiume, wawe ni wa kike, waombeeni, wafundisheni. Maana hamujui ni nini watakuwa. Hamujui ni nini kitakachotokea katika maisha yao. Hamujui ni nini watakavyokuwa. Hamujui ni nini itatokea kwa maisha yao. Hamujui kama watakuja kuwa marais kesho. Hamujui kama watakuja kuwa madaktari. Hamujui kama watakuja kuwa maaskofu. Hamujui kama watakuja kuwa watawala. Hamujui maisha yao yatakuwaje baadaye. Waombeeni. La sivyo msipowaombea, wanaweza kuwa wezi, wanaweza kuja kuwa makahaba, wanaweza kuja kuwa wanyang'anyi. Waombeeni, waombeeni ili Mungu awatengeneze. Sasa hapa tunasikia neno linasema Mungu alisawandi, Mungu alibariki maombi ya huyu mama, alibariki maombi ya huyu mama, alisikia maombi ya huyu mama na maombi yake yalisawandiwa, maombi yake yalibarikiwa. Kutokana na maombi ya huyu mama, mtoto huyu alipewa nguvu, akasaidiwa, akaja kuwa mkombozi wa Israeli. Mungu atabariki maombi yako wewe mama, yatasaidia mtoto wako kukua vizuri. Lakini usitarajia mtoto wako kubarikiwa kama wewe huombi. Omba na maombi yako yatajibiwa. Asante. Hebu niachie hapo nikiamini ya kwamba neno linasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtapata. Asante mpendwa kwa kunisikiliza. Ni maombi yangu ya kwamba Mungu akubariki, Mungu anibariki, na Mungu atusaidie tuweze kuwa na bidii katika maombi. Lakini mpendwa, endapo ungependa kujua mengi ambayo nimefundisha, naomba utembelee channel ya YouTube yangu. Tafuta jina Pastor Mutuma Senior. Pastor Mutuma Senior. Endapo ungependa pia nikifundisha neno liingie kwenye simu yako mara moja, ninaomba usubscribe. Uniombe kwa ajili yako. Baba, kwa jina la Yesu, saidia msikilizaji mpendwa. Saidia nami pia. Bariki redio yetu ya Tuliza ambayo wakati wote inarusha mahubiri yangu. Saidia nchi yetu ya Kenya. Amani yako isinde kutawala. Bariki dunia nzima. Ninaomba kwa sababu ya vita inayoendelea pale Iran, Israel na pamoja na Marekani. Nchi zote ambazo zina vita, ninaomba Baba usimamishe. Naomba Baba ulete amani katika dunia yote. Wote wenye shinda, wagonjwa, ninaomba Baba uweze kusuru nyumba zote zenye matatizo. Saidia wamama wote waweze kuwa na bidii katika kuombea watoto wao, na wababa na wamama wote waweze kutawala nyumba zao vema. Kwa jina la Yesu Baba nimeomba. Amen. Amen. Asante mpendwa kwa kusikiliza. Mungu akubariki na akutendee mema.
Amen.